Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika Sauti ya Hadithi, Kiswahili cha Simulia. Ni mimi msimuliaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakusimulia hadithi inayokwenda kwa jina Niliokolewa na adui yangu. Niliokolewa na adui yangu ni hadithi nzuri inayomhusu kijana Hamisi. Kanami, asante. Jina langu ni Hamisi, na kwa miaka mingi nilikuwa na uhasama mkubwa na kijana mmoja aitwaye Bakari. Tangu utotoni tulikuwa tukishindana katika kila jambo, michezoni, darasani, hata kupendwa na watu. Kila nilichofanikiwa kufanya, Bakari alijaribu kuharibu au kupinga. Hivyo akawa adui yangu wa wazi. Siku moja nilikuwa nikitoka mjini usiku nikiwa na pikipiki yangu. Njiani mvua kubwa ilinyesha ghafla na nikateleza nikapinduka kwenye mtaro wa maji. Nilijeruhiwa vibaya na pikipiki ikaangukia mguu wangu. Nikilia kwa maumivu na nikijua hakuna mtu wa kunisaidia saa ile ya usiku, ghafla nilisikia sauti ikisema, "Hamisi, wewe ni mzima?" Alikuwa ni Bakari. Alikuwa akipita kwa bahati. Bila kusita, alikimbia akaniinua, akatoa pikipiki juu yangu, akanibeba hadi hospitali kwa gari la mpita njia. Alichafuka, aliloa, lakini hakujali. Nililia si kwa maumivu, bali kwa mshangao na aibu. Nilijiuliza, mtu huyu niliyemchukia kwa miaka yote ndiye aliyeniokoa leo? Hospitalini alikaa hadi nilipopata fahamu kamili. Tangu siku hiyo, tuliweka chuki kando. Tuligundua kuwa uadui wetu ulitokana na ushindani wa kijinga wa utotoni. Tunapata ujumbe gani kutokana na hadithi hii? Ndiyo, ujumbe ni kwamba wakati mwingine watu tunaowaita maadui huonyesha utu wa kweli zaidi kuliko marafiki wa karibu. Usihifadhi chuki, maana hujui nani atakuwa msaada wako kesho. Asante sana kwa kunisikiliza. Ningependa kufahamu unasikiliza kutoka wapi. Kama umejifunza kitu, usisahau kusubscribe, comment, like na kushare ili kunipatia nguvu ya kuandaa simulizi zingine. Ni wako David Michael Wimbi, na kupenda. Mungu akubariki. Bye bye.